Oya wadau, ndugu zangu, mimi nimekuja hapa. Niko na swali ningependa kuwauliza leo kabisa, mnielezee. Kuna ndugu yangu ambaye ni cousin brother na ni rafiki yangu wa karibu sana. Aliniita akaniambia, kuja ndugu yangu, nataka unisindikishe mahali sehemu fulani ambayo ni muhimu sana, naomba unisindikishe. Nimetoka nyumbani nimeenda hadi kwao, tukalala huko siku ya kwanza. Siku ya pili akaniambia, nataka unisindikishe mahali, kwambia tunaenda. Tukaenda kwa sehemu fulani, tukaenda hotelini. Kwa hoteli tumechill pale, tukakula, tukamaliza kula, ikapika sasa ile ni time ya kunywa soda. Soda ikaleta, nikamwambia ndugu yangu, mimi huwa si fan wa soda, sipendangi soda. Acha nikunywe tu maji. Nikapewa maji yangu. Sasa kwa hiyo time tunakunywa maji. Na ukumbuke tuko watu watatu pale. Mimi na yeye na mrembo wake, ni girlfriend wake. Sasa kwa hiyo harakati, kwa hiyo muda tu, jamaa akaingia mfuko, akatoa pete ile ya kupropose. Sasa akaanza kupiga magoti kupropose kwa yule mwanamke. Sasa wakati alipiga magoti, mimi hapo ndo nikaingilia. Nikamwambia ndugu yangu, hapana, usipige magoti kwa sababu ya kupropose mwanamke. Nilimkataza. Ndugu zangu, sasa kumkataza, nikamwambia usipigie mwanamke magoti kwa sababu ya kupropose. Hiyo maneno kaleta shida. Ule mwanamke akapiga kelele, akakasirika, akaongea vibaya, akanitusi, pia akatusi jamaa. Na hata kaambia jamaa, usiwe nipigia simu wala tusiwe ongea na wewe, hatujuani. Yaani ilikuwa balaa. Fujo mbele ya watu. Na kumbuka huyu mwanamke walidate na huyu jamaa miaka 6. 6 years wakidate naye. Na hawajapata mtoto hata mmoja. Hiyo miaka 6 kudate tu. Sasa mahali mimi nimekuja kuuliza ushauri ni kwamba huyu ndugu yangu pamoja na babake wananiambia kwamba nimemharibia ndoa, nimemharibia maisha. Eti mwanamke ambaye alikuwa anatarajiwa kumuoa sasa amemkataa. Mimi nikamuuliza mpaka babake, huyu jamaa amekaa na huyu mwanamke for 6 years. Walikuwa wanafanya nini 6 years hawajaifunga ndoa? Hiyo 6 years hawajapata mtoto hata mmoja. Huyu mwanamke pia akamkataa eti kwa sababu mimi nimemwambia usipige magoti. Ikafika mahali nikamwambia mnitolee toka Biblia ambayo mnaamini kwamba basi ile Biblia mnaamini, mnitolee sehemu inasema mwanaume anafaa kupigia mwanamke magoti akipropose. Hakunitolea. Kwa sababu imefika sasa ni mahali ambayo imekuwa ni balaa. Sasa ndugu zangu, hiyo kitu kusema ukweli imekuwa tricky kidogo bro. So nilikuwa nataka uende ukajaribu kaongea na yeye, ukaongea na Juma. Jana si aliniambia atanipigia asubuhi simu, hakunipigia. Unaona Sasa wadau, nimekuwa ni vita kwa familia, nimemharibia ndoa. Sasa sijui, hebu mnipe ushauri. Sijawahi record video mimi kujieleza kwenye social media. Nimwambia hii mambo ya wazungu na mnafuata kwamba ati wao unampigia mwanamke magoti kuproposia. Hata kwa kimila yetu ya Kiafrika hamna kitu kama hiyo. Sasa jamaa anashinda kiniambia ndugu yangu nimemharibia maisha, nimemharibia ndoa, mwanamke amemwacha. 6 years dating for 6 years, hakuna mtoto hata mmoja. Angekuwa ni mtu amesana yeye, ni kama mke wake, kama pengine labda alifunga ndoa, angesema nimemharibia. Huyu mwanamke kama alikuwa anampenda jamaa, angemkataa kwa sababu ya mimi. Wangeongea tu kando, waende wamalize issue zao huko na wasolo. Lakini sasa hawakufanya hivyo. So I don't know, naomba ushauri.